maisha yao waliokuwa naishi yalikuwa chini mno. Walikuwa wameshamiri zaidi katika utovu wa nidhamu, maadili yalikuwa chini, na hivi hayakuweza kuwapendeza wale vijana, hayakuweza kumpendeza Mtakatifu Benedikto. Sasa alichoamua ni nini? Kutokana na mazingira kama hayo, Benedikto sasa akaamua kuachana na mambo ya chuo, akaamua kuachana na wenzake aliokuwa anasoma nao, akajitenga kabisa, na hivi akakaa sehemu ya peke yake. Alitaka kumtafakari zaidi Mwenyezi Mungu, alitaka zaidi kuzama katika maisha ya kumtafuta Mungu kuliko mambo mengine, na hivi akajitenga, akawa mtawa, akataka kumpendeza Mwenyezi Mungu peke yake. Alipojitenga basi ilionyesha kama ni siri, manake hakuna alifahamu. Hata kusoma historia ya watakatifu wengine waliamua kuhama. Kwa mfano, mtu anatoka mjini anaenda kuishi mapangoni huko, sehemu ya utulivu, sehemu ambapo anaweza akamtafakari zaidi Mwenyezi Mungu. Na hivi hata Mtakatifu Benedikto unaona alijitenga, akaenda kwa siri kabisa bila wengine kufahamu. Lakini kadiri ya siku zilivyozidi kwenda mbele, majirani walianza kugundua kwamba kuna mtu hapa wa pekee anaishi, kuna mtu fulani amejitenga hapa. Na hivi kutokana na mazingira kama hayo, basi polepole majirani waliweza kumsogelea Mtakatifu Benedikto, na hivi waliweza kumsogelea, waliweza kuwa karibu naye. Kwa sababu ya nini? Kwanza walitaka kujifundisha au watoto wao waweze kufundishwa na Mtakatifu Benedikto. Na hivi polepole watu wanaenda huko, basi hawa majirani walijua kuwa kuna mtawa, wakaanza kumjia polepole, na hivi walitaka mafundisho yake, walitaka ushauri mwema kutoka kwa Mtakatifu Benedikto, walitaka kuombewa, yaani waombewe. Ni utamaduni kwamba hata ukienda kule Songea kuna shirika moja la masista wa Mtakatifu Clara. Hawa wamejitenga nyumba yao. Mwanzoni walikuwa wamejitenga, lakini majirani wamekuwa karibu zaidi. Kwa hiyo wana utamaduni, kama wewe una shida fulani, hata mtoto wako ana shida fulani, unaandika ombi, unawapelekea kwa masista kwamba mniombee mtoto wangu, au kuna shida fulani mimi niombee. Na hao wanafanya kazi hiyo ya kuombea watu mbalimbali, na watu wanapata mafanikio. Na hivi ukienda pale, unaona umati wa watu wanakwenda wanatoka, wanakwenda wanatoka, kwa ajili ya nini? Kupata maombezi kwa wale masista. Na ndicho walichofanya hawa waliokuwa karibu na Mtakatifu Benedikto. Waliwapeleka watoto wao, hata wao wenyewe walikwenda kule kwa ajili ya kupata maombezi yake. Lakini vile vile walikwenda vijana wengine walivutiwa, wao wazawa kama alivyokuwa yeye, na hivi waliamua kujiunga. Na baadaye kuona idadi kubwa ya vijana wameongezeka, akaamua kuanzisha shirika, na ndio hilo shirika linaitwa la Mtakatifu Benedikto wa Nursia. Hawa wanafanya kazi ya misionari. Baada ya kuanzisha shirika, Mtakatifu Benedikto aliamua kutunga kanuni. Kanuni hiyo ni kama mwongozo, ni kama sheria, ili watawa wake waweze kuifuata hiyo, waweze kuongozwa na hiyo sheria. Vinginevyo manake isingekuwa shirika. Na hivi hata kufika kwa watawa Benediktini kuna sheria, kuna kanuni hiyo ipo, inawaelekeza, inawaongoza. Na ukiendelea kuisoma hiyo kanuni, kidogo mwanzoni ilikuwa ngumu. Watawa wake waliambiwa wakae huko ndani, wanajenga uzio mkubwa na kila kitu kiko huko ndani, hakuna kutoka nje kwenda kuonana na watu, kwenda kuchangamana na watu. Mwanzoni waliweza hivyo, lakini sasa hivi basi kutokana na maendeleo hayo, manake shirika limekuwa pana, na kazi ya misionari manake ni kwenda huko na huko kukutana na watu, kuwahubiria habari njema, kuombea, kuwafundisha mambo mbalimbali. Na hivi ilionekana basi polepole wabadilika mtindo wa kuweza kukaa ndani, maisha ya kukaa ndani. Lazima wachangamane na watu, waende kuongea na watu, kusikiliza shida mbalimbali. Naona ndio maana Wabenediktini wanafanya kazi
sehemu mbalimbali, wanakaa maparokiani, wanafundisha mashuleni, hospitalini, ni madaktari, wengine ni wauguzi. Kwa hiyo hakuna ule mtindo wa zamani ambao Mtakatifu Benedikto aliutaka wauishi ndani. Na hiyo kanuni basi inaitwa kanuni ya Mtakatifu Benedikto kwa wamonaki. Ni hii hapa, kitabu kidogo, lakini ina mambo mengi. Hii imeandikwa kanuni ya Mtakatifu Benedikto kwa wamonaki. Maanake hao watawa ndio wanafuata mwongozo huo, wanafuata sheria hizo, wanafuata taratibu hizo. Kuna mambo mengi zaidi yameandikwa. Shabaha kubwa ya kanuni hii basi ilikuwa ni mwenendo mwema na mtakatifu duniani, wale waliotaka maisha ya utawa na mwenendo mwema. Alafu shabaha ya pili ilikuwa kwa ajili ya kutafuta ufalme wa mbinguni, na shabaha ya tatu ilikuwa Mungu katika yote na juu ya yote. Kifupi na kimsingi, kanuni hii hata Mtakatifu Benedikto anasema mtawa yeyote yule amtangulize Mwenyezi Mungu, ampende Mungu kuliko kitu chochote. Hata kwenye sala ya kwanza, ile sala ya utangulizi hapa mwanzoni, rekta amesoma hapa, kama umesikiliza hiyo, imesema hiyo sala. Amesema hiyo sala, amesema tuombe, na hapa amesema Mungu nimfanye Mtakatifu Benedikto Abate awe mwalimu maarufu wa shule ya utumishi wa Bwana. Tunakuomba utujalie usipende chochote zaidi kuliko wewe, mtawa asipende chochote zaidi kuliko Mwenyezi Mungu. Sala inasema hivyo, na Mtakatifu Benedikto alisisitiza hivyo kwamba watawa basi wasipende kitu chochote zaidi ya Mwenyezi Mungu. Pia alisisitiza kuishi nadhiri tatu. Watawa wanaishi nadhiri tatu. Nadhiri ya kwanza inaitwa utii, nadhiri ya pili ufukara, na nadhiri ya tatu usafi wa moyo. Utii kwa Mungu na utii kwa wakubwa wao. Alafu vile maisha ya ufukara, sio unajitumikia mali, hapana. Alafu maisha ya usafi wa moyo, kusaidia kutokuoa, manake wamejitenga wao. Pia alisisitiza watawa wajibidishe zaidi katika kuishi upendo wa kindugu, wapendane, kwa sababu watawa wanakaa sehemu moja, na hivyo wanapokaa sehemu moja, watawa wanatoka sehemu mbalimbali. Mwingine unashangaa anatoka Moshi, mwingine anatoka Shinyanga, mwingine anatoka Mbeya, mwingine anatoka Lindi, mwingine sijui anatoka wapi, sehemu mbalimbali. Na hivi mnapoishi mnataka muifanye iwe tabia hii moja. Kwa hiyo ni upendo tu ambao unaunganisha watawa. Kwa hiyo walisisitizwa waishi maisha ya upendo wa kindugu. Vile vile walisisitizwa watende matendo mema yanayopendeza Mungu, yanayopendeza binadamu. Alafu zaidi sana jitihada za kuwa wakamilifu zaidi, maanake kutafuta ukamilifu katika maisha yao. Alafu walisisitizwa kusali mara nyingi, na ndio maana ukienda kwa nyumba za kitawa wanaanza kusali saa 11, wengine wanaanza saa 11 wanasali, saa 1 misa, saa 6 wanasali masifu ya mchana, na jioni wanasali masifu ya jioni, na mwisho wanasali kompleto, maana sala ya usiku. Kwa hiyo kwa siku wanasali mara tano wanasali, wamesisitiza kisha namna hii. Na pengine wengine wanajiongezea zaidi, tunakuta kuna ibada vingi. Alafu vile vile walisisitiza watawa kuwa na bidii njema katika maisha yao. Vile vile walisisitiza kufanya shughuli zingine za nje, sala za shirika, masomo matakatifu na kazi za mikono. Na ndio maana ukienda kwenye nyumba za kitawa huwezi kuwakuta wanalala tu hapa, wanafanya kazi usiku na mchana. Walisema watawa wajitegemee, wasiombe kitu chochote kwa mtu yeyote, wafanye kazi. Na ndio maana kwa mfano nenda pale Uganda, unawakuta watawa huko bize mtu wanafanya kazi. Hata kwenye misa, kama bado unaongoza misa, ukichelewesha walishatoka wao, kwa sababu wanaenda kwa masaa. Mtu anaenda anakunywa chai saa 1:30 ameshafungua kiwanda tayari, saa 8:30 ameshafunga. Ndio utaratibu wao. Kwa hiyo kile wanachokitumia manake wanakipata wao wenyewe kwa nguvu zao wao, na ndio maana
ndio maana kuna moto ule wa Mtakatifu Benedikto. Moto wake anasemaje Mtakatifu Benedikto? Kama tunakumbuka wanafunzi, moto wa Mtakatifu Benedikto au moto wa shule yetu unasemaje? Hiyo Kilatini ora et labora. Kwa Kiswahili kwa Kiingereza prayer and wait. Ndio hivyo. Kwa hiyo ora et labora Kilatini, Kiswahili sala la kazi, Kiingereza ni prayer and wait. Ndio moto wa Benediktini, sala na kazi. Ndio maana sana. Lakini basi nilipokuwa nasoma hii kanuni ya Mtakatifu Benedikto, kuna sura ya 4 inasema vyombo vya matendo mema ni vipi? Kwa hiyo amejaribu kuorodhesha vyombo vya matendo mema viko 78 ambapo alitaka watawa wake watekeleze. Sisi wa seminari ni wa seminari wa shule ya seminari ya Mtakatifu Benedikto, na hivi kwa namna moja au nyingine sisi tunaambukizwa Benediktini, na ndio maana tunaposoma lakini vile vile tunafanya kazi na hiyo kwa namna moja au nyingine. Kila mmoja hapa ni Benediktini kwa sababu umeambukizwa Benediktini, unasoma shule hii, na ukiangalia historia hii shule ilianzia Ndanda, walioanzisha ni Benediktini na baadaye wakaanzisha Leta. Mnakumbuka seminari ilikuja mwaka gani hapo? Hamkumbuki sio? Hapa ni 54 mwaka 1954 ndio ilikuja, lakini walianza baadaye wakahamishia huko. Kwa hiyo kuna Benediktini, na ndio maana ukiangalia hata majengo haya yalivyojengwa, majengo ya Benediktini, ukienda kule Ndanda hakuna tofauti. Kwa hiyo unaona hata sisi tumeambukizwa. Kwa hiyo anasema vyombo vya matendo mema ni vipi? 78. Sitavisoma kwa kitabu chake. Anasema awali kumpenda Bwana Mungu kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa nguvu zako zote. Upendo kwa Mwenyezi Mungu, hicho ndio chombo cha kwanza cha matendo mema. Ya pili, jirani kama wewe mwenyewe. Alafu ya tatu anasema kisha kuua. Sasa kuua si swala la kuchukua kisu na kumkata mwenzako. Kuua huko kwa namna nyingi. Kuongea vibaya juu ya mwenzako huko ni kuua. Kumsema mwenzako vibaya ni kuua. Kumsengenya mwenzako huko ni kuua. Kumchafulia jina mwenzako huko ni kuua. Kuchonganisha maneno, kutoa hili kulipeleka kule, ili unalitoa hapo unalipeleka kule, lingine halina miguu hata kichwa, hapo unaua. Kwa hiyo kuna mambo mengi ya kuua. Kwa hiyo hicho anasema ni chombo cha matendo. Alafu nyingine anasema kutokuiba, wizi. Tulipokuwa kwenye mafundisho mtakumbuka kuna vilema vile ambavyo Mtakatifu Hildegard aliviandika katika kitabu chake kinachoitwa kwamba mapambano kati ya mambo mema na mabaya. Aliandika vilema vile 35 na hivi tukiangalia 6 kati ya hiyo 6 kimojawapo tiba yake kwenye vile vilema ambavyo ni sumu kwa ajili ya wito wetu ilikuwa ni wizi, kuiba. Kwa hiyo kuiba maana yake ni nini? Ni sio tendo jema. Alafu anasema kutokutamani, kutokutoa ushahidi wa uongo, kuheshimu watu wote, mtu amtendee mwenzake asiyotaka kutendewa mwenyewe, kujikana mwenyewe ili kumfuata Kristo na kadhalika na kadhalika, kuadhibu mwili, kutoambata anasa, kupenda kufunga, kuwapatia nafuu fukara, kumvika aliye uchi, kwenda kumtazama mgonjwa, kuwazika wafu, kuwasaidia wenye taabu, kumfariji mwenye huzuni, kujitenga na mambo ya dunia na kadhalika na kadhalika. Nimesema sana. Hiyo ni sura ya 4 ya kanuni ya Mtakatifu Benedikto. Anajaribu kueleza kwamba mtawa afuate mambo gani ya matendo mema. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, kama nilivyosema, tunafanya sherehe ya Mtakatifu Benedikto, na sisi seminari yetu inaitwa seminari ya Mtakatifu Benedikto.
Na hivi kwa namna moja au nyingine, leo ni siku yetu, leo ni siku ya furaha tunapoendelea kumshangilia na kumsherekea Mtakatifu Benedikto. Lakini katika haya mambo yote niliyoongea, basi tuondoke na tafakari hii kwamba katika maisha yetu, mimi kama padre, wewe kama mtawa, wewe kama mseminaristi, wewe kama mlei, basi tuondoke na wazo lile tulilosikia katika ile sala ya mwanzo kwamba katika maisha yetu tusipendi chochote kile zaidi ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Mungu awe ndio kila kitu katika maisha yetu. Mungu apewe nafasi ya kwanza. Mungu atangulizwe. Na hivi tukitaka kufaulu katika maisha yetu, kama waseminari, kama sisi mapadre, kama watawa, kama muumini mlei, ukitaka kufanikiwa, lazima mtanguliza Mungu katika maisha yako. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, katika somo la kwanza kutoka kitabu cha Walawi tumesikia kwamba ni kabila ambalo lilikuwa limetengwa kwa ajili ya kazi maalum. Alafu na somo la pili basi linaeleza kuhusu wito mtakatifu, kwamba sio watu wote wanaitwa kuishi maisha ya wito. Ndugu zangu wapendwa wa seminaristi, mmeitwa maisha ya wito, mmeitwa kwa ajili ya kumtumikia Mwenyezi Mungu. Na hivi wito huo mliokuwa nao katika maisha yenu, somo la Injili limeeleza kwamba ni kitu cha thamani zaidi, ni kitu cha lulu, ni lulu. Wito mtakatifu ni lulu. Kila mmoja anatamani, kila mmoja anatamani kuwa mseminari. Kwa hiyo wewe ujione kabisa kwamba umebahatika kupata thamani hiyo. Wito wako ni lulu, na hivi kama ni lulu, kitu ambacho kilionekana kitu cha thamani zaidi katika utamaduni wa Wayahudi, wewe uone wito wako ni kitu cha thamani, na hivi usichezee. Usiuchezee wito wako. Umeitwa na Mwenyezi Mungu, umeitwa kwa ajili ya kumtumikia Mwenyezi Mungu, na hivi uko hapa kwa ajili ya kusoma, kwa ajili ya kumtafuta Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya kuendelea kukua zaidi katika maisha ya kiroho, maisha ya useminari. Na hivi kama sisi tumeitwa, basi tujue kwamba ni upendeleo wa Mwenyezi Mungu. Sio kila mmoja anaweza kuishi maisha ya wito. Niliongea na kijana mmoja alikuwa amemaliza form 6 hapo. Nikamwambia sasa, nafikiri utaenda maisha ya upadre. Akasema father, siwezi. Alikuwa mwazi, akasema siwezi. Unataka nini? Nataka nisomee uhasibu. Nikamwambia sawa, hakuna shida. Kwa hiyo kadiri yake unaona amesema kwamba hawezi. Sasa nyinyi mmeitwa na Mwenyezi Mungu maisha ya wito, na hivi kila mmoja amesema kwamba nitaweza, nitamfuata Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kama wewe mwenyewe uliitikia na ukakubali kuwa mseminari, ukakubali wito wa Mwenyezi Mungu, basi uone kabisa kwamba hicho kitu ni kitu cha thamani zaidi, ni kitu cha lulu. Kwa hiyo tusimchezee wito wetu, tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu ili wito mtakatifu aliokujalia kila mmoja wetu basi aweze kuishi vizuri, aweze kutekeleza, huku akitenda matendo mema kadiri ya Mtakatifu Benedikto alivyoandika katika kanuni yake. Na sisi tuko kwenye seminari ya Mtakatifu Benedikto, na hivi kwa namna moja au nyingine basi tumeambukizwa huo Benediktini. Tuiombee sisi